Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la wateja kuita wafanyabiashara matapeli. Na mimi najua wengi wenu sio matapeli. Sasa mnajikanyaga wapi? Mnakosea wapi mpaka kuingia kwenye hizi kashfa? Na kama mfanyabiashara hujapitia hii hali, inaweza ikakukuta tu muda wote. Watakwambia wenzio ambao yameweza kukuta maswaibu kama haya. Sasa wewe tulia tu, tulia unisikilize. Ni somo refu kidogo. Na shindo kutofautisha treatment ya mteja wa mtandao. Samaki wa bichi. Sawa, asante. Ngoja apite. Naona kasogea. Mnashindwa kutofautisha treatment ya wateja wa mtandaoni na wateja ambao wanakuja wanazifahamu ofisi zenu, wanawajua nyinyi, wanawajua wazazi wenu, wanajua nyumba zenu mnakoishi. Hao wateja hawafanani. Na wengi wao wanaowatuhumu, wanaowapa hizi kashfa ni hao wateja wa mtandaoni, kwa sababu hawawajui. Hajawahi kuona, hajui biashara yako iko wapi, kama biashara ipo au haipo, kama unapostiki tu duka la mtu, hajui. Hata mimi, hata wewe ukilipa mtandaoni lazima low inakuwa juu. Sasa makosa mnaoyafanya, mfanyabiashara unajua kabisa unapokea hela kwa wateja wa mtandaoni ambao hawakujui. Unaweka great tick. Kuna vitu ni vya kishamba kupitiliza. Yaani wewe, kuna vitu ni upuuzi. Unaweka great tick kwamba hata ukisoma message asione kama umesoma mtu. Okay, sababu tu sijui kuna watu wanakusumbuaga, sijui mpenzi wako analalamika sana kwamba unani blue tick, unaweka great tick na hiyo ni namba ya biashara. That's a big mistake. Mteja anawaza kwanza tu kabla hajalipa. Sijalipa sasa hivi nimeweka great tick. Nakuta tu jibu limekuja, sielewi amesoma, hajasoma, sielewi. Wengine mnaweka hata kile kitiki kimoja, hata afungue message kinakuja kitiki kimoja kama message haijafika. Sijui ndo mnahitaji, sijui mmetumia, hata sitakaji, sinaga muda wa kufuatilia. Lakini ni mistake. Na ndio maana wengi wenu mnaishia kwenye nalipia sana matangazo, natangaza sana lakini wateja wananicheki, wakinicheki na kupokea hata message 50 baada ya kulipia tangazo, ananiungisha mmoja au hamna mteja hata mmoja. Wengi wanaulizia, wanapotea. Unawatreat vipi hao wateja? Message ya kwanza mteja anaokutumia anapata jibu gani? Anapokelewa vipi? Sababu usifikiri kwamba wateja ni wewe. Nishaambia hapa hakuna mteja mjinga. Wengine ni wasomi zaidi yako, wengine wana pesa zaidi yako, wengine wateja wako, wengine wafanyabiashara wakubwa zaidi yako. Sio kama tayari. Treatment ya wateja wa mtandaoni ni tofauti na treatment ya mteja ambaye anaijua ofisi yako. Kitu kingine cha pili, umepokea pesa ya mtu, umemwaahidi kwamba atapata mzigo fulani. Huo mzigo haupo, unaanza kujikanyaga peke yako bila kumpa mrejesho, bila kumpa taarifa. Unaanza kujikanyaga kwa kuogopa kurefund, kurudisha ile pesa. Unaanza kutafuta ule mzigo na muda unaenda, mteja hapati feedback yoyote. Ni kitu rahisi tu bana, huu mzigo hapa ofisini tupo wengi. Nilikwambia upo, lakini by the time naongea na wewe na wasiliana na wewe napokea pesa yako, mwenzangu kauza. Kuna mtu kauza. Kwa hiyo je, utaniruhusu nitumie siku 3-4 kukutafutia mwingine, au kuna mwingine upo njiani, au nikurudishie pesa yako? Simple. Mtu anajua kwamba bana, mimi nilikuwa sitaki sasa pesa. Pesa si nilikuwa nayo, ndo maana nikalipa. Shida yangu sio pesa. Shida ni hicho. Je, naweza nikasubiri ndani ya siku 4 hizo niambia? Naweza nikasubiri. Sawa, endelea boss. Hakuna mtu atakuja kukulaumu hapa mtandaoni sijui tapeli. Hakuna mtu atakuja kukulaumu kwamba unadhulumu watu. Wengi wenu mnakosea hapo. Wateja wakilipa mnawatreat kama watoto wadogo. Yaani mnawatreat as if kama wewe ndio mfanyabiashara. Mimi naambia mitandao ina watu wengi. Unajua hivi tunavyopost hivi wanatuona watu wengi tofauti. Wanatuona viongozi wakubwa serikalini, wanatuona wafanyabiashara wakubwa, wanatuona matajiri wakubwa, wanatuona watu wa maana kupitiliza. Wanatuona watu wa katikati, wanatuona watu wa chini, mtu yote ana access ya kuona kwenye dunia hii ya mitandao. Kwa hiyo unapopokea wateja usiwapimie. Kama ushazoea dukani kwako hapo wanakujaga wateja vitu tototo hivi ambavyo unaweza kuviendesha. Si kila mteja wa aina hiyo. Sio kama tunaelewana. Kwa treatment ya mteja, treat mteja vizuri. Wasiliana na mteja, kuna changamoto mwambie. Kivyo vyote tu vile, hata mwenyewe nimelipa pesa yangu naona natia ujinga, nitaamua tu chochote cha kufanya. Sasa sio wengine hatunaga miemko ya kwamba kupost mitandao. Tunajua brand, nguvu mtu anatumia kujenga brand. Kwa hiyo tunamuonea tu mtu huruma. Inabidi tu kama ufuate kwenye vyombo vya sheria na nini hivyo. Lakini mnakosea nyie. Mnajikanyaga nyie wafanyabiashara. Sasa wewe tunisha tu bichwa lako hapa. Tutawadunda na tutawachapa makofi. Sasa hivi ni fimbo tu kwa sababu hamuelewagi. The same case tunazoongea hapa ndo zile tunakuja kukutana nazo DM. Mtu anakuja kutuma DM matatizo yale ambayo tunaongea hapa. Wengine nawatumiaga tu link za clip. Sikiliza hii clip niliongea nini. Hamuelewi.